huyo kwenye ndoa atakwambia ndoa ni nini. Kuna wakati mwingine hata nyinyi mabinti mwe mnapiga mahesabu, mnawauliza. Sasa nyinyi msijikwatue, kiatu kiko juu, unanesanesa nataka ndoa. Wewe nani alikwambia ndoa ni kunesanesa na viatu namna hiyo? Hujui namna kuomba wewe. Huelewi namna ya kuomba wewe. Hujui namna kuomba. Leo tia moyo wako ufahamu. Tia akili yako ufahamu. Hujui namna kuomba mbele ya mfalme. Sema amen. Usiombe tu mradi mwenzio anacho na wewe unataka kile. Hapana. Hatuombi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sulemani alipopata nafasi ya kuomba kwa mfalme wote walikuwa na utajiri, lakini yeye hakuomba utajiri. Na nikupe kodi hii sasa. Sema kodi hii. Nisikize vizuri. Vile unavyoomba, Mungu akijua hiki unachokiomba kina faida kwenye ufalme wake. Kwa mfano, mwenzio ameolewa, ukasema okay, sawa. Mungu, mimi nikuze kwanza kibiashara. Nataka niwe na mzigo wa kutosha. Baadaye unaendelea na biashara. Mungu sasa anajua huyu mtu anahitaji mume. Mungu anamleta kiurahisi. Haupati hata kazi, haupati hata shida. Tena anamleta aliye wa kweli. Tena anamleta aliye sahihi. Tena anamleta ambaye sio kivuruge. Sasa mwenzio amepata ndoa, na mimi baba nataka ndoa. Si unaona kule madhabahuni baba amefungisha ndoa, na mimi niendelee nitembee madhabahuni pale na mimi. Wewe kuna kamsemo kanasema hivi, walio ndani ya ndoa wanatamani kuruka ukuta wa ndoa watoke nje. Adiso uko ndani si mchezo. Lakini walio nje wa ndoa wanatamani kujua nini kiko ndani huko. Nini kiko ndani? Waulize walioruka ukuta wakatoka nje kwanza kabla hujaingia ndani ya ukuta.